saa hizi, mabibi na mabwana kokote mliko ulimwenguni, ni matumaini yangu wazima wa afya, na mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine ni mzima wa afya, ikiwa katika mwendelezo wa kuweza kutoa elimu ya ukuu wa Mwafrika kuhusiana na mambo ya tiba asili. Leo nimekuja na faida ndugu zangu. Leo nimeamua nije na faida upande wenu, mkiwa kama wafuatiliaji wa vipindi hivi vya elimu. Lakini mara nyingi huwa napenda sana mnapochukua hizi elimu mnaenda kuzifanyia kazi. Msichukue elimu na kuenda kuzifungia makabatini, hiyo inakuwa haipendezi. Kwa hiyo kimsingi, unapopata elimu ya jambo hili, basi jitahidi sana kuwa mnakwenda kufanyia kazi. Msio ni wa kuweza kupokea halafu naweka kabatini, tunakuwa haisaidii chochote. Leo nitakuja na zawadi kwako wewe mfuatiliaji wangu mahiri. Nitakuja na zawadi kwako, na zawadi hii na nina imani kabisa kwamba kama utaizingatia itakutolea matunda. Sasa hivi kumekuwa na magonjwa tunasema ni allergy. Kuna muda inakuwa ni allergy. Unakuta kuna mtu anajikuna sana, yani anatumia muda mwingi kujikuna. Mfano, anaweza akaamka asubuhi vizuri, baada ya kuamka asubuhi vizuri akaenda kwenye shughuli zake, akafanya kazi kutwa nzima. Wakati anarudi nyumbani, kishafika tu nyumbani labda kama ni saa 2, saa 3 usiku, saa 4 usiku, kitendo cha yeye kufika nyumbani tu kuanza kujikongoloa nguo ili pengine aingie kuoga bafuni, basi anajikuna mwili mzima, anajikuna kote mwili mzima, kwenye mapaja, kwenye nini, anajikuna sehemu nyingi sana. Sasa leo nataka nikupe dawa ambayo itakusaidia wewe ambaye mwenye changamoto hiyo ya kujikuna, haswa inapofika nyakati za usiku. Iwe ni allergy, iwe ni uchawi wa namna yoyote ambao unapelekea kuwa hivyo, uwe na tango, uwe na vibarango, uwe na upele wa namna gani yoyote, nakupa dawa hii, chukua. Na hakika utanishukuru endapo kama utachukua dawa hii. Tafuta kitunguu saumu. Tafuta kitunguu saumu, hata kama ni vitunguu 10 vitunguu saumu. Tafuta kitunguu maji, vitunguu 10 vitunguu maji. Kwa vitunguu saumu 10 na vitunguu maji 10. Kumbuka kuna vitunguu saumu vya aina mbili. Kuna vile vitunguu saumu vyeupe na kuna vile vitunguu saumu ambavyo unakuta vina maganda fulani hivi, yana kama wekundu fulani hivi na nini. Sasa vile tunasema vile vyeupe ni vya Zanzibari, nafikiri kitu kama hicho. Sasa tafuta vile vitunguu saumu vidogo vidogo, achana na yale makubwa yale. Tafuta vile vidogo vidogo, ndio vikali vile. Ukishapata hivyo vitunguu saumu 10, chukua vitunguu maji 10, sawa? Chukua karafuu, unga wake, au hata kama ni karafuu zile nzima, basi unaweza ukazisaga ukapata unga. Chota vijiko 10, weka kwenye mchanganyo, kwa sababu vile vitunguu saumu vile na vile vitunguu maji ukishavipata 10 na huku 10, viweke kwenye blender, vikatekate viweke kwenye blender, au kama huna blender weka kwenye kinu, vitwange vilainike. Chukua unga wa karafuu vijiko 10, weka mle. Chukua mafuta ya nyonyo hata vijiko 5 au 10, weka huma mafuta ya nyonyo, au kwa jina lingine tunasema mafuta ya mbalika, weka mle vijiko 10 vya mafuta ya nyonyo. Chukua mafuta ya zaituni vijiko 10, changanya pale ndani. Chukua siki. Nikizungumzia siki nafikiri unafahamu. Kama ufahamu siki, chukua ndimu, maji yake yale ya ndimu, kamua yale maji ya ndimu. Upate hata vijiko maji ya ndimu, hata upate nusu kikombe. Kile kikombe cha chai nusu yake, tia mle, koroga, upate rojo nzito. Ile rojo nzito utakayoipata, cha kufanya weka na chumvi ya mawe. Sorry, nilikuwa nimesahau. Chukua na chumvi ya mawe hata vijiko 2, isage upate unga, changanya mle, koroga upate rojo. Koroga upate rojo, yani upate ule uji mzito. Ukishapata ule uji mzito, sasa tumia kuweza kumasaji mwili wako nyakati za usiku. Masaji mwili wako asubuhi, masaji mwili wako usiku, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, masaji mwili wako. Ninapozungumzia kumasaji namaanisha umasaji, yani sugua kabisa. Yani kama kuna mtu unaye nyumbani unaishi naye, basi ni vema ukakongoroa nguo zako zote,
halafu unatafuta sehemu nzuri unalala. Yeye ndio anakumasaji mgongoni, anasugua mgongoni kote kule ambako unakopata changamoto, anasugua kifuani mpaka huku, kama ni kwa bibi, kama ni kwa babu, huku anasugua vilivyo, sugua vilivyo. Ndani ya siku 3 asubuhi na jioni utanipa majibu. Dozi hiyo ni ya siku 7, lakini kama tatizo ni la muda mrefu, tumia ndani ya wiki 2. Kama tatizo ni la muda mfupi tu, labda mwezi mmoja, miezi miwili umesumbuka, tumia kwa muda wa siku 7 tu, lakini ndani ya siku 3 utakwenda kunipa majibu. Naamini utanishukuru kwenye hiki ninachokuomba. Nimekupa faida hii, ihifadhi na uifanyie kazi. Usiende ukaifungie tu kabatini, ukaacha kuifanyia kazi, ukaanza kuhangaika kwenye mafamasi kutafuta dawa za kizungu. Dawa za kizungu zitakuponesha sawa, lakini zitaenda zikakupe tatizo lingine ambalo hukulitarajia kabisa. Sasa kwa nini upandikize tatizo lingine ndani ya mwili wako, hali ya kuwa kuna dawa za mitishamba ambazo zina uwezo wa kuweza kutoa tatizo moja kwa moja na zikakuwekea kinga ya kuweza kupata magonjwa kama hayo mengine? Kwa nakupa faida hii, uihifadhi na uifanyie kazi. Sasa hivi huu ni mwendo wa 2026 ni mwendo wa kuweza kupokea masomo pamoja na kuyafanyia kazi, sio kuyafungia makabatini. Unapoyafungia makabatini, umkomoi Dr. Riziki, unajikomoa mwenyewe, kwa sababu unasikiliza elimu na unaenda kufungia kabatini. Ushughuliki na hicho. Usisubiri mpaka wewe uugue tu. Anaweza akaugua hata ndugu yako, hata mtoto wako. Basi mtengenezee dawa hiyo, naamini utakuja kunishukuru. Asanteni kwa leo, niwatakie siku njema.